Karibu ndugu mtazamaji wa Los Actas 24. Hii ni saa 6 mchana, tukapeperusha bendera kutoka Congo DRC, na mimi ni Felicien Kahoto. Tunakuletea matangazo yetu ya mchana wa leo yafuatayo. Habari: hali nchini DRC bado ni tete sana, haswa mashariki mwa nchi. Mashariki mwa DRC ukatili wa kijinsia unaongezeka. Ripoti za Umoja wa Mataifa zinaonyesha kuwa idadi kubwa ya watoto wanabakwa na kufanyiwa ukatili wa kijinsia katika eneo la vita. UNICEF inasema kuwa hadi 45% ya visa 10,000 vilivyoripotiwa vya ukatili wa kijinsia mwezi Januari na Februari vilihusu watoto. Inasikitisha sana kusikia kuwa mtoto mmoja anaripotiwa kubakwa kila nusu saa katika kipindi cha miezi miwili. 23 ya dhibiti. Mji wa Walikale. Kuna ripoti zinazokinzana kuhusu hali ya Walikale. Hata hivyo, kuna taarifa kuwa waasi wa M23 wamedhibiti mji huu muhimu kimkakati. Hii inazidi kuongeza wasiwasi na ukosefu wa usalama katika eneo hilo. MSF yakemea mauaji Goma. Askari wa shirika la madaktari wasio na mipaka MSF limekashifu vikali tukio la kupigwa risasi kwa mtu mmoja katika hospitali ya Kieshero, Goma. Hii inaonyesha jinsi hata maeneo yanayopaswa kuwa salama yanavyoathiriwa na machafuko. Maelfu ya watoto wabakwa mashariki. Kama nilivyosema awali, hali ni mbaya sana kwa watoto. Maelfu wao wamebakwa na kufanyiwa ukatili mwingine wa kijinsia katika miezi miwili tu. Hii ni janga kubwa linalohitaji hatua za haraka. Mengineyo, Marekani yashirikiana na Nigeria. Kuna taarifa kuwa Marekani inashirikiana na Rais wa Nigeria Tinubu kuimarisha ushirikiano wa kiusalama katika kanda. Ingawa hii si moja kwa moja kuhusu DRC, inaweza kuwa na athari kwa usalama wa eneo kwa ujumla. Mafuriko Kinshasa. Bado kuna athari za mafuriko yaliyotokea Kinshasa siku chache zilizopita. Mamia ya watu wamepoteza makazi na wengine wamefariki. Wananchi wanaonekana kutoridhishwa na mwitikio wa serikali. DRC yawarudisha raia wa Marekani. Mstari wa DRC imewarudisha Marekani raia watatu waliokuwa wamehukumiwa kwa jaribio lililoshindikana la mapinduzi. Hatua hii inakuja wakati DRC inajaribu kusaini mkataba wa madini na Marekani, labda kwa kubadilishana na usalama katika vita dhidi ya waasi wanaoungwa mkono na Rwanda. Kwa ujumla, hali DRC bado ni ngumu sana, haswa kwa raia wanaoishi mashariki mwa nchi. Ukosefu wa usalama, ukatili na uhaba wa misaada ya kibinadamu ni changamoto kubwa zinazoendelea kukabili. Sawa, hebu tuangalie habari zingine za siasa DRC kwa sasa. Joseph Kabila aibuka tena. Mstari wa rais wa zamani Joseph Kabila amerudi DRC baada ya kukaa kimya kwa miaka 6. Anadai anataka kusaidia kutatua machafuko mashariki mwa nchi. Rais Tshisekedi anamshuku Kabila kwa kuunga mkono waasi wa M23, lakini Kabila amekanusha na kumkosoa Tshisekedi, akisema nchi inakaribia kulipuka. Kurudi kwake kunaongeza wasiwasi wa mgogoro mwingine wa kisiasa. Marekani yajaribu kupata madini kwa kubadilishana na usalama. Mstari wa kuna mazungumzo kati ya DRC na Marekani kuhusu mkataba wa madini. Inaonekana Marekani inaweza kutoa msaada wa kiusalama kwa Kinshasa katika vita dhidi ya waasi wanaoungwa mkono na Rwanda, badala ya kupata madini mengi ambayo DRC inayo. Hii inaonyesha jinsi siasa za ndani na mizozo ya kikanda inavyounganishwa na maslahi ya kimataifa. Mchakato wa uchaguzi unaendelea. Ingawa uchaguzi mkuu ulifanyika Disemba 2023, bado kuna mchakato unaendelea kwa ngazi nyingine. Kuna uchaguzi usio wa moja kwa moja wa maseneta na magavana wa mikoa unafanyika katika baadhi ya majimbo. Pia kuna mipango ya uchaguzi wa mamea wa miji na mabaraza ya miji, ingawa umekuwa ukisogezwa mbele. Hii inaonyesha kuwa mfumo wa siasa DRC una ngazi nyingi na mchakato wa uchaguzi ni endelevu. Serikali mpya Judith Suminwa Tuluka aliteuliwa kuwa waziri mkuu wa kwanza mwanamke mwezi Aprili mwaka jana, na serikali mpya iliundwa mwezi Mei. Kulikuwa na matarajio makubwa ya mageuzi na utawala bora, lakini kuongezeka kwa mapigano mashariki mwa nchi kunatatiza sana maendeleo hayo. Kwa kifupi, siasa za DRC zinaendelea kuwa changamoto. Kuna mivutano mingi, haswa kutokana na hali ya usalama mashariki na mchezo wa nguvu kati ya wanasiasa mbalimbali. Hata hivyo, kuna jitihada zinazoendelea za kuimarisha demokrasia na utawala.